Kanatigo, tafadhali wengine wameketi ni sawa tu, lakini wale wamesimama tuelekeze mikono. Na Mungu asikie maombi yetu. Kijana huyu Bwana Kisoi achukue kura yote, watu wajue sio competition ya Kisoi na wale wenzake, ni competition ya Ruto na Kalonzo. May God hear our prayers. Thank you. Thank you. Asante sana bishops wetu, mapasta wetu who have been freshly ordained, na Wakristo wa mutituni. Muyai ni museo, mabinda onde, mulembe. Munajua hiyo pia? Asanteni sana. Kwanza ni kupongeza the freshly ordained pastors. We say congratulations to you. And also we say to you, there can be no higher calling. And there can be no greater master to serve than the Lord himself. So we are happy to be witnesses here as you are ordained today. Tunasema pongezi sana. Vile vile tunasema, it is not by coincidence ya kwamba you have been ordained on the 20th of September 2025. And you have been ordained on a historic day. You will remember in your long years of service, wherever you may serve, that on the day you are ordained, this was the day the outgoing government of the Republic came to your region. Wako hapa siku ya leo, not far from here today. The day you are ordained was the day that the incoming government came to your church. The next president of the Republic of Kenya is right here in your church, attending your ordination. The next deputy president of the Republic of Kenya is here in this church, attending your ordination. The next prime minister of Kenya is here in your church, attending your ordination. The next speaker, attorney general, mawaziri, serikali yote iko wapi? Hapa kwenu. The next member of county assembly, wa Mumbuni ako hapa. So we want to congratulate you and to request you to pray. You freshly ordained, please pray for our country. And pray that we have a very smooth transition kutoka kwa hii serikali ya hongo na uongo. Siku hizi sasa kule kwenye ikulu imekuwa ni pahala pa hongo tu. Watu wanaitwa sehemu zote za nchi kwenda hapo wapate hongo ya shilingi 10,000 kila mmoja wao. Na vile vile wapate uongo mwingi sana. Na hata huo uongo umeletwa hapa kwenu Machakos County siku ya leo. Rais wa nchi kusimama aseme eti viongozi wa Ukambani hawataki maendeleo. Huo ni uongo, si uongo? Si mnataka maendeleo? Si mna haki kupata maendeleo? Si mnalipa ushuru hapa Machakos? Maendeleo kuja hapa Machakos, si lazima eti kiongozi wenu Kalonzo Musyoka aenda apigie William Ruto magoti. Sio eti governors wenu, viongozi wenu wa bunge waende kwenye ikulu wapewe 10,000 waombe maendeleo. It is their right. Nataka tuambie bwana Ruto, stop this bribery. Stop this blackmail. Hii blackmail umeleta, this is blackmail. Kuambia eti Kalonzo hataki kuongea na mimi, sasa maendeleo hawataki, hapana. Nchi hii ina katiba na inaongozwa kwa muongozo wa sheria na katiba ya Kenya. Nchi hii ina Vision 2030 ambayo Mwai Kibaki alituachia wakiwa na huyu Kalonzo Musyoka. That Vision 2030 is for the whole country. Hiyo ndio our blueprint ya national development ya Kenya. And it covers every corner of this country. Kati ya the flagship projects kuna zile ziko hapa kwenu. Tukiwa na Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa waziri wake wa maji. Huyu Kalonzo hakuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta,
Yeye alikuwa na Raila, walikuwa kwa code. Hiyo haikusimamisha sisi kuleta maendeleo hapa. Alikuwa na Raila Odinga, walikuwa kwenye NASA. Haikuzuia Uhuru kunituma hapa kama rais wake wa maji kuzindua ule mradi wa Thwake Dam, the largest project katika nchi yetu katika sekta ya maji. We didn't have to ask Kalonzo Musyoka aende State House aongee na Uhuru ndio tuje hapa Ukambani tufanye ile kazi. We never asked him to do that. Na wakati tumetoka na Uhuru Kenyatta, mradi wa Thwake ulikuwa almost 85, almost 90%. Senator Manzo anajua hiyo kazi. Tulizindua huo mradi naye. Tangu Ruto aingie ameweka break huo mradi. High Ground Falls, vile Mheshimiwa Kalonzo amesema, is a transformative project. Vision 2030. Sio project lazima viongozi muende muombe. It was there. Feasibility studies zimefanywa. Ile imebaki ni kutekeleza mradi huo. And once Ukambani has water, this will be the new blood basket of the Republic of Kenya. Rais yoyote anataka kusaidia eneo hili ama taifa letu should do what would transform lives here, not give handouts. Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Na ndio sababu tunasema for us to achieve that, Ruto must. Ruto na hii ushuru yake amefinya kila mtu. Wale anaita State House, ameita walimu. Walimu walioenda State House ni walimu 10,000. Do you know how many teachers we have in the Republic of Kenya? Over 480,000 teachers. Wewe ukichukua walimu 10,000 out of 480,000, kuna 470,000 wamebaki huku Mumbuni, wengine wako huko Saboti, wengine wako huko. Wale wamekuja ni walimu 10,000, umechukua milioni 100 umewagawia hao. Wale wameshiba wakiwa State House siku hiyo, wale 470,000 wameshiba pia. Na yeye amesema walimu ni wazuri sana, wanampa ile housing levy, wanalipa vizuri sana. Kama uko hapa mwalimu, may I tell you how much Ruto is taking from you? From housing levy, mwenyewe amesema kila mwezi ni karibu 900 million, karibu bilioni 1 anatoa kwa mifuko yenu. Mtu anachukua bilioni 1 kwa mifuko yako na anakuita State House siku moja akupe 10,000, amekusaidia kweli? So this is the politics we want to change. Hii ni siasa ya hongo, and the only way to change it is to change the leadership. Na hiyo tunawaomba ya kwamba hii timu mnaona hapa, sisi tumeamua to do what is right for the country. Na mambo ya uongo hapa tukikaa, tuko na mtu anaitwa Rigiji, anajulikana kama the truthful what? Huyu Rigiji yale anakuambia mchana ndio atakwambia usiku. Huyu Kalonzo is another truthful man. Huyu JB is a very truthful man. Waziri aliyetuambia mambo ya abduction kijana yake aliposhikwa, he's a truthful, he was the whistleblower actually, kusema ni nani amekuwa anateka nyara vijana wetu. Alikuwa huyu. Sasa timu mnaona hapa is the team of truthful. This is how we are going to change this country. And please, the ordained pastors, pray for leaders of integrity to come in, truthful leaders who are going to do what is right and say the truth to the country. Na mimi najua hii itafanyika. Safari yetu na huyu Rigiji, nataka niwaibie siri ama mtaambia mtu. Huyu Rigiji alipokuwa anapangiwa sasa kutolewa kwa serikali hii, wakati huo mnakumbuka kulikuwa na moto wa Endarasha. Ilikuwa Septemba mwaka jana. Mimi nikamuibia siri, kuna watu wanakupangia. Tulienda kule Nyeri na bwana Kalonzo, tukasema pole kwake na watu wa Nyeri. Na siku hiyo huyu Kalonzo alimwambia, ndugu yangu, we will stand with you. When the time came ya impeachment, Rigiji was a very lonely man. Lakini alijua kuna Wakenya kwa hii taifa, when they give you their word, you can take it to the bank. And true to his word, huyu Kalonzo, leading all his senators, Senator Kavindo akiwa hapa,
Senator Maanzo, Wambua walisimama na nani? Rigiji. Wabunge wetu wakiongozwa na huyu Mbui, wabunge wetu wa DAP Kenya kina Salasia, kina Simiyu, as we told him in Nyeri, we kept our word, we stood with him. Leo when Rigiji said we'll work together, karibu mwaka unaenda kuisha sasa. Tumetuona tukitembea pamoja. Mnataka tuendelee tusiendelee? Hii safari tulianza watatu. Lakini JB Muturi ndio huyu akajiunga na sisi. Martha Karua ako na sisi. Bwana Matiang'i ako. Kuna wengi wanakuja kujiunga nasi. Leo tunataka tuambie msiwe na wasiwasi. The formation of the next government is in place. Ile tunahitaji ni ninyi mshikilie huku upande wa Ukambani. Huyu Kalonzo mkimshika vizuri, mimi naona mbele iko sawa. Ama mnaonaje? Mnaona hivyo? Na ianze na Mumbuni kwanza, mpe huyu kijana, huyu. Wanasema dalili ya mvua ni nini? Mawingu. Wacha tuone hii hapa. Na ordained pastors, tafadhali your prayers, apart from praying for the incoming government, huyu kijana muombee achukue kiti. Kule Malava pia tunajaribu mtuombee tuchukue huko. Huyu Rigiji nimetoka Narok, wanasema wako wanakupa kiti huko. Huku Mbere bwana Justin Muturi mumwombee huyu pia. Hii ndio itaonyesha one term is not a rumor. One term is going to be seen in these by-elections. So take this seriously, watu wa Mumbuni. Let us see the signal starting from one. Hiyo ndio nataka, sitaki niongee kuliko hapo. Niseme asanteni, tuko pamoja na Mungu awabariki. Nimeona nirudi tena kwa sababu huyu ndugu Rigiji ni mtu ajabu. And Kenyans are very excited about you, that you've taken the bull by the horns. One time I used to tell this community wa Kamba, Nyamuna amekwata mbiai, inyi mkomezi nzele. Kishika ngombe kule pembe, mutavumilia mateke. And they have been doing so well. We have a real brother. Na yeye mwenyewe akiongea mtajua is truly a truthful man. Duncan, you know, when you asked that to kuje, I wasn't so sure. There were competing interests, na nikwambia hebu omba tu. And mimi nikafika mahali kambia, I think I'm now coming, but I also didn't want to come because watu wa Kenya hawa na maajabu. Mama Jane, kama ningekuja hapa bila Rigiji na JB na wewe Jane, nije na Mawadhe na Mbui, na nikuje na Maanzo na Senator Mama Kabindu, watasema naona huyu jamaa anakaa tu Ukambani. Nikasema leo nimewashika, nitakuja na timu yote. Sasa ndugu Rigiji, for agreeing at very short notice to come, I want you to know this is of God. Because the messaging we are sending from here, haina doubting Thomases ndani yake. Ni direct ukombozi wa nchi ya Kenya. Kiongozi huyu is in the forefront ya kukomboa nchi yetu. Because he has seen it. Uongo wote huyo, no wonder his former boss Alali asikia Rigiji. Hata akitoka America, wanaweka viti from the airport, atiwagonge hiyo gari. Apostle Duncan, ombea hawa watu ambao wanaamini na wako na askari wa kutosha. Kama hawa 3000, Mbuya ananiambia Ruto ako na askari 3000 hapa Mbioni, Metaboni, askari ngili 3. Sasa wanaongeza askari 3000, wanaongeza maguni. Wale watu wanabeba rungu, wengine wanatengenezwa na governor wa Nairobi, ati waje waumize Rigiji akitoka Amerikani. Lakini Mungu ni mkubwa. They will not touch Rigiji or touch any leader. Lazima wakubali kuja kushindwa kidemokrasia. And it will be one touch. Sema one touch. One touch. Hata wakijaribu whatever formulation, this thing is done.
It is done. And we thank God for our brother Rigathi Gachagua.